Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwa ayhanas. Ihwa wapendwa, na yesa nafsi yangu pamoja na kuhusia katika kumcha Allah mwingi wa rehema. Leo hii ningependa tuhusiane katika jambo moja na kukumbushana. Ndugu zangu Waislamu katika imani, naamini saizi tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko 12 la rehema. Lakini kuna jambo ambalo nataka tukumbushane. Vipi unakulaje wewe, unafutuluje na unafanya fanyaje? Maana nyuma yake kuna watu ambao wanalia. Hali saizi ni ngumu sana. Kuna mayatima, kuna wajane, kuna maskini, kuna mafukara. Watu tunawaangaliaje kwa jicho la yakini? Kwa sababu mazingira ambayo tunatengeneza hatujui kama tunamkumbuka yule ambaye yuko nyuma yetu. Kwa sababu wewe ukiona umepata jambo hili fulani, basi ujitathmini nyuma yako, au kuna nani ambaye anakuhitaji. Kwa hiyo ukipata sadaka, ukapata cha ziada, basi mkumbuke na yule ambaye bado anahitaji apate angalau mlo. Kwa sababu wengi wao hawaendi hata misikitini, wanahangaika kutwa nzima, lakini seka wanatafuta cha kuweza kuangalau upate iftari. Lakini inakuwa ni hali ngumu sana kwa sababu upepo sio mzuri. Waislamu tunajua, mashehe wanajua. Naamini wapo watu ambao wanapata shida sana kwa sababu kila kukicha wanaenda kuomba misaada, iftari na nini. Kwa maana hiyo hipo haja sisi wenyewe kujitafakari, ambao Allah mwingi wa rehema ametujalia kupata hiki kitu ambacho hata kama ni kidogo, basi tuwakumbuke wenzetu. Kwa sababu saizi ukiangalia kuna sadaka za walioko magerezani kule, waliofungwa wanahitaji wapate chochote. Sio kila aliye mahakamani, aliye gerezani ni kwamba ana makosa. Wengine wanaenda kwa kesi za kufanya za kubambikizwa au itakavyokuwa. Lakini kumkumbuka mwenzio ni bora zaidi, kwa sababu ni mwezi ambao ni mwezi wa huruma, mwezi wa kupendana, mwezi wa kusameheana, mwezi wa kutoa sana. Huu ndio mwezi wa baraka. Kwa maana hiyo tucheze na nafasi, kwa sababu siku hazichelewi. Kesho kutwa tunagawa mwezi, tunabakia siku chache tumalize mwezi. Sasa utajikuta kwamba na mwezi unaisha, hakuna chochote kile ambacho unaweza kusema kwamba nimejivunia. Basi jitahidi ndugu yangu Muislamu katika kutaka radhi za Allah mwingi wa rehema, kwa sababu ili jambo sio jepesi, ni zito, ni pagumu mno. Kwa sababu wote tunashuhudia barabarani palivyo pagumu. Wote tunashuhudia saizi hali ya hewa sio nzuri katika swala la riziki. Kwa maana hiyo kama hauna kazi maalum, alafu ndo naamka unaenda kutafuta kutwa nzima na una familia nyumbani, kuna shida ambayo inaweza ikawa hipo sisi hatuione. Kwa sababu wengine wanaficha asili zao, hawaji kujionyesha dhahiri katika misikiti ama katika sehemu fulani ya kuomba. Wanakuepo wapo tu, lakini wana dhiki kubwa sana. Kwa hiyo ningependa tuhusiane, tukumbuke kwa kweli, tuweze kufutulisha wenzetu ambao wanahitaji msaada wa iftari. Naamini kwamba nimezungumza hiki kipande nikiwa mazingira fulani ambayo nimeweza kutembelea, nikakuta hali sio nzuri kwa kweli. Hali sio nzuri. Watu wanahitaji sukari, watu wanahitaji unga, watu wanahitaji mchele. Hii ni hali fulani ambayo sioni haja ya kuionyesha dhahiri, lakini mazingira ambayo mimi sijayapenda kabisa kama imani yangu inavyonituma. Kwa maana hiyo nimependa tuzungumze, tutengeneze mazingira tunawezaje kuwasaidia wenzetu ambao wanahitaji iftari. Yoyote atakayepata hii clip, jiulize nafsi yako, umemfutulisha nani na malengo yako ni yapi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum.